One Voice Media. Habari ni mengi sana kwenye mitandao. Kuna wanaoshiba ugali, wanapanda mitandaoni, wanaovuta bangi, wanapanda mitandaoni, na wengine habari wanaozitoa wanajitia kuwa wao ni wazalendo lakini ni watu wa M23. Ni mengi tunayasikia. Kuna mtu anasema mimi ni jeshi wa FRDC hivi na hivi, pigeni yazo FRDC vya bangi tu. Hivi kuna gesha bato Uvira mufanye hivi. Vyote ni maneno ya bongo tu, maneno ya uzushi tu, maneno ya uzushi tu. Maneno ni mengi, tunapewa franga tuatilie njia na bakolonele vya bongo. Vyote vile bale wote ni watu ba M23. Mengi anapita mitandaoni ni mambo yasiyokuwa ya kweli na ni mambo ya uongo na mambo ya uzushi. Na namalizia kusema na kitu kimoja na neno moja. Tunasikia mitandaoni wanasema wa makanaki wa mzee William Amuri ya kutuma na wengine wamekwisha ingia kurade, na vile wameingia kurade hawatafanya kitu. Vya mingi vinafanyika, vinasemeka, lakini tunayasikia yote ile. Na kama mnaona ya kwamba Mheshimiwa William Amuri ya kutuma na wengine wamekosea, kwa hiyo wanao watu hawakatazwa waunde nao kundi yao, itakuwa tofauti na ya wazee William Amuri ya kutuma nao waanzishi vingine, waanzishe vyao. Fro ziko mingi, fro ziko Minembwe, fro ziko fasi zingine. Kwa hiyo maneno mengi yanayozungumzwa kwenye mitandaoni si maneno ya kweli, si maneno ya kwamba wanapenda wazalendo, wanapenda wakongomani. Ni maneno ya kutaka kuzubaisha wakongomani, kuogopesha wakongomani, na maneno mengi yasiyofaa, na maneno mengi ya kupatia labda adui nguvu, maneno ya kupatia adui nguvu. Hakuna mtu mwenye kuzungumza maneno ngambo ya adui. Maneno yote inakuwa kwa wazalendo. Jueni ya kwamba vita ni akili busara, vita ni mipangilio, vita ni miundombinu, vita si mchezo. Na wale tunaopambana nao M23 ni serikali ya Rwanda, serikali ya Uganda, serikali ya Kenya, serikali ya Somali, serikali ya Sudan. Ni serikali nyingi, tunapambana na serikali za nchi mingi. Ni jambo kwanza la kupongeza, ni jambo la kupongeza. Maneno ni mengi, hivi adui alitaingia Luvungi, maneno ni mengi, hivi adui anataingia Uvira, maneno ni mengi, FRDC ndio itapiga Uvira. Ache mambo ya bangi, mwache mambo ya bangi na zile fujo zinazopitika kule Uvira. Kule Uvira hakuna fro, Uvira hakuna fro. Fro zipo, watu wanajiweka tu barabarani, vikundi vingi vya wazalendo Baraka wapi. Watu wanashindwa kupanda Minembwe kwenye kwa vita, watu wanashindwa kuja huku Maluvunge, Manyangezi wapi kwenye kwa vita. Watu wanapenda raha tu ya mbarabara tu, magari, mafonksio manini ya mingi mingi, na ndio maana vinaleta fujo sana. Na watu wasiojua chochote, wasiojua siasa, wasiojua, na wanaenda ngambo yao, wapige wale wa FRDC, mufanye hivi na hivi. Acheni vile, acheni vile. Hata ndani ya wazalendo mko wasaliti, hata ndani ya wakongomani mko wasaliti, wanasaliti nchi. Hata ndani ya FRDC mko wasaliti, sio wote. Hata ndani ya serikali hii tunayo ya mheshimiwa Kisekedi mko wasaliti. Hata miongoni wa ndugu zetu wanaopatikana nje ya Kongo mko wasaliti wa hii nchi. Sasa maneno yote mnaosema tunayasikia, tunayachuje ya mingi, maneno ya mingi hayana hata faida. Ni kusema sema tu, watu wanakosa kazi tu, ni kusema sema. Kama unasirika na wewe uje kufro, kama unasirika na wewe fanya michango mingine. Wengi wanaosema kama wazalendo, wanaosema kama kujipeleka ngambo ya wazalendo ni wasaliti, na wengi wanatishia raia, na wengi wanasema maneno wasiojua. Na hivyo kazi ipo. Hakuja kuwa mfarakano kati ya FARDC na wazalendo, mbali ni wale wasaliti ni wazalendo, mbali ni wasaliti, na wengine ni wa FARDC ni wasaliti. Ni hivyo, napenda niwaambie hivyo. Maneno ni mengi sana mitandaoni, na ni shida na bahati juu mitandaoni ya Kongo hakuna uchunguzi, lakini kungekuwa uchunguzi wengi wangekuwa wameshakamatwa na kufungwa. Ila tujua kwamba yale tunayotenda siku moja tutapata faida yake. Leo ni siku ya 4 tariki 1 mwezi wa 5 2025. Tuna habari 3 ambapo tutachambua kwa siku ya leo na tupate uhakika
kulingana na maneno yanayozunguka mitandaoni. Ni maneno mengi sana. Maneno ya kwanza yanayozunguka kwenye mitandaoni inayosema ya kwamba wa vijana wazalendo waliondoka kwenye front kulingana na kuishiwa na risasi. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni jambo linalozunguka mitandaoni ya kusema ya kwamba wazalendo walivunja front kulingana na mapambano walipambana na FRDC. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu ni jambo linalozunguka mitandaoni inayosemekana ya kwamba wa vijana wamesambaratishwa, wamepigwa na M23 hadi kusambaratika, aidha kuvunja front hadi mpaka eneo mbalimbali Kaziba na eneo zingine kushikwa. Hayo ni maneno matatu ambapo tutakwenda kuizungumzia kwa siku ya leo, na tujue uhakika wake upo uwapi. Si mwingine ni Mbuto ya Batu Mwene Batu Bushiri Egle Mzehe Dola Kubwa. Aidha niite mtoto mdogo Dola Kubwa, haujakosea. Pointi ya pili inayosemekana mitandaoni ya kwamba wazalendo wa vijana wazalendo wa shupavu wamepambana na jeshi la taifa la FRDC, aidha kulingana front kuvunjika maeneo mbalimbali ni kwa ajili ya mapambano ya wazalendo na FRDC. Maneno hayo si maneno ya haki na si maneno ya kweli, ni maneno ya uzushi na maneno ya uongo. Ni maneno ya uongo. Kazi tunaifanyizia pamoja, wazalendo vijana pamoja na FRDC, kazi inaendelea kuwa vizuri sana. Japokuwa kuna baadhi ya wanajeshi wa serikali kutoka Goma, kutoka maeneo Bukavu, hao waliokuja na fujo kama hizo na wakaondoka na wakasumbua raia, lakini ujio wa viongozi mbalimbali waliokuja kama komanda region, komanda secteur na wengine waliokuja kugomboa wale waliokutaniwa. Kwa hiyo kazi ipo vizuri na kazi inaendelea vizuri sana. Maneno kama hayo si maneno ya haki na si maneno ya kweli, ni maneno yanayoleta huzuni na ni maneno yanayoleta uzushi mkubwa sana. Na watu wanaopeperusha maneno kama hawapatikane kufro. Ni watu wanaoleta maneno ya kutaka kutenganisha watu, kuleta maneno ya kuogopesha watu, kuleta maneno ambapo hayana hata faida yoyote. Kwa hiyo maneno kama hayo ni maneno ya uongo ya kusema ya kwamba fro ilivunjika maeneo mbalimbali, Kalunga, wapi, Ngomo na kuendelea huko, ya kwamba wa vijana shupavu wazalendo walipambana na jeshi la taifa la serikali la FRDC, ndio sababu ya kuvunja fro hizo. Na hadi maneno yanakuwa maneno mengi sana. Hata wengine wanakuwa ya kwamba tupige FRDC, tunyanganye FRDC silaha, tufanye vinginevyo. Hayo ni maneno ya uzushi, si maneno ya haki. Na wanaosema maneno kama hayo hawapatikane kwenye fro. Fro haijawahi kuvunjika kwa ajili ya mapambano ya FARDC na vijana wazalendo. Hayo ni maneno ya bongo, ya uongo, ya uongo, ya uongo. Kazi ipo pamoja na inazidi kuendelea kufanyika pamoja. Asante na washukuru mara tena. Kwa hiyo maneno mengi yanasemeka yasiyokuwa ya kweli, ya kuogopesha, hati mpaka watu wengi wanaanza kuogopa. Hakuna vita vya wazalendo na jeshi la taifa la FRDC. Kama kuna mkwaruzo uliopatikana maeneo mbalimbali kama Uvira vinginevyo, basi hayo hayajakuwa chochote hicho, lakini kazi ipo na wazalendo wanafanya kazi pamoja na jeshi la FRDC. Pia jambo letu la mwisho ni jambo linalosemekana mitandaoni zaidi sana, ya kwamba fro imevunjika huko eneo za Bukavu. Tukisema Bukavu tunakuja Nyamtende, Momosho, Matoyota, Nyangezi, Kalunga, Ngomo, Kamanyola, Kaziba, Musenyi na eneo zingine kama Rurambo na eneo zingine. Wengine wanasema ya kwamba kwenye mitandaoni ya kwamba wazalendo wamepewa pesa na rais mstaafu Joseph Kabila. Wengine ya kwamba wazalendo wamepewa, aidha viongozi wazalendo wamepewa pesa na M23, na wengine wanasema maneno mengi sana. Kwa hiyo jueni ya kwamba fro ipo, haijavunjika. Fro ipo, lakini kuna mabadiliko ambapo yalikwenda kupitika. Kuna wa vijana wasupavu waliokwenda huko kwenye mapambano hiyo ya huko Manyangezi na eneo zinginezo,
wamechukua muda mrefu sana, muda wa miezi miwili wanapambana na adui. Ikaonekana ya kwamba kufanyike mabadiliko. Tulishakuwa na coordination ya GAD, coordination ambapo inakutanisha wazalendo wote. Ikaonekana ya kwamba wale waliofanya mapambano huko waende wagombolewe. Na wakati hapo tu walipofanya tu hayo mabadiliko kidogo ya majeshi, hao maadui wakapata hiyo habari, na adui ndio kuja sasa kumiliki eneo mbalimbali ambapo zilikuwepo. Lakini nawaambia mpaka sasa mapambano yapo makali sana kwenye kijiji cha Kaziba. Kwa hiyo adui alikuja mpaka Kaziba, akashika Kaziba. Lakini kwa siku ya leo na siku ya hapo jana, siku ya 3 tariki 30 mwezi wa 4 2025, kumepitika mapambano makali sana kati ya jeshi la FARDC pamoja na wazalendo na kupambana na hao maadui wa M23. Kwa hiyo habari tunazo za kwamba frozipo na kazi itaendelea na jukumu inaendelea, na viongozi wa wazalendo pamoja na viongozi wa jeshi letu la taifa la FARDC wapo pamoja ili kuangalia gisi ya kuimarisha kazi, na kadiri kazi itakwenda kuendelea. Na wazalendo wanaendelea tu na kufanya kazi yao ya kugomboa maeneo yote ambapo yanapatikana adui. Jueni ya kwamba vita si mchezo. Tunavyozungumza mitandaoni si ya kwamba ndivyo tunaweza kwenda kufanya kwenye vita. Walio wengi wanajua ya kwamba watu kuwa wazalendo hizo wa majimaji watakwenda wanafinyaga tu M23 kufinyaga. Sio hivyo. Ni mapambano, na mapambano yanaomba nini? Yanaomba vitu vingi sana. Kwa hiyo tusihofu, tusikate tamaa. Wengi wamekwisha kukata tamaa, lakini kazi ipo na tutaendelea kuyatenda. Na mipangilio ipo kwa ajili ya kupambana na adui na kumuondosha maeneo alipo, ijapokuwa adui wanaingia wengi kutoka Rwanda na eneo zingine, na hivyo ndivyo wazalendo nao wanajimarisha ili kuangalia gisi ya kufunga manjia. Wengi wanasema kwamba labda adui atapita kwenda Minembwe, adui atafanya vinginevyo. Hapana. Adui anakabiliana kabisa na mapambano yapo. Kwa hiyo kila siku kuna mapambano. Hakuna siku ya bure. Kuanzia tariki 21 mpaka leo tariki 30 mpaka tariki 1 ya mwezi wa 5, yani hakuna siku ya bure. Kila siku ni vita kuanza asubuhi magharibi. Kila siku ni vita kuanza asubuhi mpaka magharibi. Angalia sasa hapo ni siku ngapi ambazo zimeshapitika hapo kuanza tariki 21 mpaka leo. Hakuna siku ya bure. Ni vita kwenda mbele. Basi vita ni kama mpira. Na ndivyo ilivyo. Mipango ipo na kazi ipo. Tulieni Wakongomani. Tunachoombwa sisi sote ni kukabidhi Mungu haya mateso ya Wakongomani na hizi shida za Wakongomani mikononi mwa Mungu. Basi Mungu atende kadiri vile anavyotaka. Na wale wanaojitolea kwenye michango yao watoe, wanaojitolea kwa kuomba Mungu waombe Mungu, wanaojitolea ili kuja kushikana mkono na wazalendo ili tupate kupambana na adui. Karibuni sana ili mje tufanye kazi. Udongo ni wetu tulioachiwa na mababu zetu, na sisi wenyewe ndio tutatetelea udongo wetu. Mengine tuyaweke kando. Kuna watu wanasema vitu vingi, kunakuwa CCLF, kunakuwa mikataba, kunakuwa vinginevyo vya mingi vinafanyika na vinasemeka kwenye mitandaoni, lakini ukweli wa mambo hatujauona. Watu wanasema tuko mCCLF na adui leo anajiimarisha, adui leo anaimarisha Frozak, adui leo anatushambulia. Ni hivyo. Kila kitu kinaendana na wakati wake. Kwa hiyo kazi ipo na tusikate tamaa. Asante, si mwingine ni yeye tu, Yabatu Mwene Batu Bushiri Egle mzee dola kubwa. Aidha niite mtoto mdogo dola kubwa hajakosea. Asante baba tena. Ili uwe kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe, una comment na kushare channel yetu One Voice Media. Together we can.